amani. Ukiwa pale kazini kwako kama ukisafiri, pokea amani. Kwa sababu kuna mmoja alikufa ili sisi wote tupate amani. Hallelujah. We are still talking about hope of glory. Amen. Ambia mwenzako hope of glory. When you have hope in Christ, you don't regret living in this world. Amen. But when you don't have hope, you give up. How many have given up? Many have given up already. But once you realize the hope of glory in Jesus Christ, you will be very peaceful. Amen. Anakuja ili mtu ambaye ako juu aweze kukua chini ili Yesu ainuliwe. Hallelujah. Wakati Yesu anainuliwa ndani ya maisha yako, you will be peaceful. And there is no intimidation whatsoever that will come and take of glory. We must know that Christ is the source. The hope of glory is not based on our merit. Hiyo nataka mshike vizuri kabisa hapo. And the hope of glory is not based on our merit. Hallelujah. Amen. The presence of Christ in a believer's heart, it is only measured by transformation, and then the Holy Spirit will take over your life. Sababu wakati Yesu anaondoka aliambia wanafunzi, na sitawaacha hivyo kama mayatima, nitamtumia msaidizi, nitawapa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Amen. It is not about the hope based on our merit. Sometimes we think about our life. We think about mimi nikifanyia Mungu hii na nifanye hii na nifanye hii nitaenda katika ufalme wa Mungu. That is a lie. Hallelujah. It is not based on our merit. The hope of glory is not based on our merit. It is based on how you transform yourself and how you relate with Christ through the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Then you can call yourself a born again Christian. Amen. Hebu imagine ukipiga magoti miaka nenda miaka rudi na Mungu hakujibu maombi yako. Alafu Mungu anakuangalia anasema, hii ni ile Biblia inasema ya kwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Za Mungu. Transformation is not about the future of your life. Transformation is not going to heaven. It's not a matter of going to heaven. Ati tunasema tunaokoka ili tuende mbinguni siku moja. When you accept Jesus and his body that was killed for your iniquities, you gain peace. And after having that peace of Christ in you, you don't think about the future sana. Unafikiria kuhusu the present life. But many Christians think that when you get saved, you think about going to heaven na vile hutaungua. Kwa sababu hata tukua watoto wadogo tulikuwa tunaambiwa, wewe usipookoka unajua utachomeka milele na milele. So Wakristo wengi tunafika tunasema, mimi sitaki kuungua na moto wa milele na milele. Transformation when you are born again is not about future or not about going to heaven. It is about the present life. So that the hope of glory will be manifested when Jesus is controlling your life, because you will be ever peaceful. Amen. Hallelujah. Amen. Transformation makes you to respect the image of Christ. If you are transformed, because many people are Christian and are saved, but they are not yet transformed. But if you accept transformation in you, people will be seeing you and see Jesus. Wanasema ya kwamba na kweli huyu dada, huyu ndugu wanafanana na Yesu. Hallelujah. Lakini mtu ambaye ameokoka ili siku moja asiungue, huyo mtu anakaa kuwa mzigo kwa nyumba ya Mungu. Amen. Since as members of one body, you are called for peace. But what about if we think about the future? And when we think about going to heaven, those are many years to come. Hello? Hello. Lakini sasa na haya maisha mengine unataka tuishi na wewe namna gani? Wewe ni Mkristo, hebu jaribu kukua peacemaker. So that the hope of glory will be manifested and we'll be seeing, we'll be witnessing and we'll telling God na kusema ukweli huyu mama, huyu dada ameokoka. Kwa sababu yule mtu ambaye ameokoka ili asiende jehanamu, ili apate ufalme wa mbinguni, huyu mama hakuna kitu hawezi fanya mbaya. Are we together? Yes. Kwa sababu huyu msichana ameokoka ndio asiungue, lakini masengenyo hata wacha. Chuki hata wacha, lakini atakaa akijua mimi ile siku nitaanza kusikia mwili ni baridi ndio nitafuata neno la Mungu vizuri nisikufe nikiwa mwenye dhambi.
Biblia inasema aje? It is a matter of transformation. Transformation is not about going to heaven. Transformation is not about going to Jahannam or getting eternal life. It is about what you live to do. Of the body of Christ in you. Then you will be called sons and daughters of the kingdom. When you talk about hope of glory will be part of your life. In daily life. We are talking about daily life. Hatuongei kuhusu ufalme ambao utakuja. Wakati Biblia inasema ya kwamba kutakuwa na watu wawili wakienda safari, mmoja atachukuliwa, mmoja atabaki. Where will you be? Na kama masengenyo ilikuwa ndani yako, kama ulikuwa na chuki ndani yako, kama haukuwa unaheshimu mwili wa Kristo, wewe ukweli utaenda. Huyu atabaki, ako na chance, wewe hamna chance. Sababu direct utakuwa kama mtu mwenye hajaokoka. Tukiwa tumeokoka, tunafaa kujua, am I doing what the Bible tells me? Am I irritating Jesus wherever he is? Am I irritating the Holy Spirit wherever he is? Am I irritating the godly kingdom wherever God is? Because our basic life matters a lot. Amen. Christians should understand, not about going to heaven makes us to be born again. It is transformation. Are you transformed? So that when the man of God speaks about the hope of glory, the hope of glory will be manifested and people will be seeing you have hope of godly glory. Amen. Hallelujah. Amen. You know after that? What about your future? What about your future? Are you good to go? Are you good to go? Sahi Yesu akirudi muulize kama anaweza kukuchukua. Anasema aje? Amesema bado. We must think about the type of life we are living here. Tusikae ni kama watu ambao hawajui kule wanaelekea. Tusikutane na mlevi. Unajua kuna watu wengine ndani ya nyumba ya Mungu wamepitwa na walevi. Unapata mlevi ni mzuri anakupita. Akiwa anakula mahindi ama anakunywa maji anakuambia sister utakunywa kidogo, lakini Mkristo afadhali ya kuone imwage yote na atupe chupa mbali. Hallelujah. Mwambie taste of future. We must practice the taste of future here. We are not going to be tested in heaven. We are going to be tested here. Tabia zile ambazo tuko nazo hapa. Kama mtu ni wa madharau, hata akienda huko juu atakufa akiwa na madharau. Unajua kuna watu mtumishi, unaweza hubiria miaka nenda miaka rudi. Unamwambia ufalme wa Mungu hautaki mtu mwenye amebeba mizigo, anafikiria ni size ya mwili, si size ya mwili. Tunaongea kuhusu kuwa mtu mwema, kuwa mtu safi. Be good until they say that you are stupid for being good. Hallelujah. Then we talk about the hope of glory. Nyingi katika ulimwengu, nyingine zinakuvunja moyo, zingine zinakuonesha kwamba haufai. Lakini kwenye kitabu cha Wakolosai 3:15 inasema ya kwamba na kwa sababu tuko ndani ya mwili mmoja, tuko ndani ya mwili wa Kristo, ambao huo mwili ndio uliosababisha amani ikapatikana duniani. Hallelujah. Amen. Hope of glory. When Christ is in you, the Christianity in you will be manifested. Amen. How will it be manifested when Christ is in you? Kitu ya kwanza, when you are a Christian, you must have peace of mind. Inafika mahali katika ulimwengu tunasema ya kwamba mimi nimechokeshwa na mambo yote ya dunia. Mimi nimekosa amani duniani, nataka kumpokea Yesu. Amen. Nataka kumpokea nani? Kumpokea Yesu. Why do they say so? Hata wewe kuna wakati hauko umeokoka, ukasema ya kwamba nimechokeshwa na mambo ya ulimwengu, nimechokeshwa na mizigo ya dunia, mimi nataka kumpatia Yesu maisha yangu. Biblia inasema aje? Wakati unampatia Yesu maisha yako yanakuwa salama. Hallelujah. Akalia sana. Hakufika mahali akaanza kusema ya kwamba wacha niwaachane na huyu bwana yangu, nimuachie huyu. Amen. Lakini Biblia inasema ya kwamba tukafunzwa tukaambiwa ya kwamba Hana alikuwa amependwa sana, lakini makosa yake hakuwa na mtoto. Amen. Amen. Lakini Mungu alimjibu baada ya kutoa machozi, akawa na hope katika Mungu, akawa na hope katika madhabahu ya Mungu, akawa na njia nzuri, akaanza kutengeneza kitu kinaitwa a purpose in suffering. You must understand your purpose in suffering. Some of us do not understand the purpose of your suffering. Maybe Mungu anataka kukujaribu ndio akupatie kitu ambacho ni chako. Lakini wengi tunakimbilia, unasema ya kwamba hii wacha hii mkate nikulie kwa choo kwa sababu mwenyewe sitaki anione. Amen. Amen. Lakini mtu ambaye
mkamilifu, anavumilia mateso yake, unapiga magoti, and then Mungu aliye nyamaza atakujibu. Amen. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni mzuri sana, huwa hachelewi. Amen. Na hata akichelewa hatakosa. But shetani anakuibia vitu za haraka haraka. Anakuambia songa na hiyo, songa na hiyo, songa na hiyo, lakini unakaa ukiwa na wasiwasi. Amen. Na ndipo kuna wanaume wengi sana wanapitia mambo ambayo hawakuwa wanatarajia kuyapitia. And it is good to understand the love of money will make many Christians to go to hell. Ikiwa tamu mnapiga makofi, ikiwa kali mnanyamaza, hivyo dawa ingie. Hallelujah. Ni vizuri kukaa tukijua ya kwamba any speed that is higher than the limited speed will kill you. Ambia mwenzako, purpose in suffering. Purpose in suffering. Everybody, that's the purpose of suffering. It is seen as a insignificant compared to the future. Wengine tunateseka, unauliza Mungu, mimi na ndio nimeng'ara vizuri, Mungu nimedunga kudunga, hawanioni. Hebu angalia mwenzako, mwambie watakuona tu. Na kama walikuona hapo wakakutupa, watakuona tena. Hallelujah. Mwambie purpose in suffering. Purpose in suffering. Ultimate goal. You must have an ultimate goal as a Christian. Nikienda kumaliza. Hope is made. The ultimate hope is to be made one with Christ. When you have ultimate goal, you must have hope. Born in Christ. That hope should be focused in Christ. Kama unataka kuwa na ultimate goal of your future, the ultimate hope is made one with Christ. You cannot have an ultimate goal when Jesus is not mentioned. That's why you are called Christians. Lakini unapata kuna mtu ni Mkristo lakini roho ya Waislamu ndio inatawala ndani yake. Na Muislamu, hakuna siku Muislamu atakuja kutawala na jina la Yesu. Lakini sasa wewe unapata unasema kwamba Jesus anasema hivi, lakini wacha niwaachie na hii ya Yesu, wacha nikimbilie katika ulimwengu. Wacha nikimbilie katika hapo ndio Wakristo wengi wanashikwa na roho ambayo sio ya Ukristo. But Jesus said, if you want me, if you want to respect my body, and if you want to be peaceful, then you must apprehend, and you must persist, and you must accept the situation that you are passing is just for the time being. Amen. Hakuna kitu mzuri hukuja haraka. Wakati Yesu alifika mahali akaambia Mungu, ikiwezekana hii kikombe ondoa, lakini akaambiwa hapana, hiyo kikombe hawezi ondoka. It is the taste of future. Hallelujah. Amen. And he had a purpose in suffering. Wakati tunakuwa na ultimate goal as Christians, we must know that we have to be transformed, as we said earlier, to share in the glory that God the Father gave to him. So through Christ, we have the ultimate hope. Through Christ, Christians should understand that when you talk about being with Jesus, you must do everything that Jesus did, so that we may focus our future by what you do today. Amen. Persistence. Hallelujah. Amen. Because in all things that we are doing as Christians is the source of everything that we are doing. But Wakristo wengi hatukumbuki ya kwamba the hope of glory is not based on our merit. Amen? Amen. It is not based on our merit. The hope of glory is not based on our merit. But some Christians think about the merit and the presence of the believers. Oh, you go through the power of the Holy Spirit and say, Roho Mtakatifu huwa ananitumia, so mimi najua mbinguni, mimi naenda direct, hata nimepangiwa kiti yangu huko. Kijana, huyu ndio mzee, huyu ndio mama, nilikufa kwa sababu yake. Yesu anakuangalia saa zingine ukisema, ati napenda Bwana, anakuangalia hivi, akiwa mbinguni anakuuliza Bwana yako. Sababu tabia hata haziendani. Biblia inasema ya kwamba wananiita tu na midomo, lakini roho iko mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa ni mila na desturi. Kila mtu akisema Bwana asifiwe, unaona kama wewe ni mwizi anataka kukunyang'anya. Bwana asifiwe, unajua hapo utadhulumiwa. Hello, pastor. Niko na ushuhuda. Ushuhuda gani? Kuna bwana ya mtu niko na yeye, na huyo bibi hana mambo mingi.
Yesu akiwa mbinguni anakaa anaangalia hii conversation itamalizika aje sasa. Sasa hapo ndio mnaweka pia mtumishi kwa